Karibuni tena Hadijas Kitchen, na leo tutajifunza namna kuandaa mkate wa matunda. Mkate huu ni mtamu na ni rahisi sana. Hatua ya kwanza kabisa, usisahau kuwasha oven lako moto wa juu na chini. Baada ya hapo utachanganya vitu vyote vikavu kwa pamoja namna hiyo, kisha utaweka kando. Kwenye bakuli lingine utachanganya sukari, mafuta pamoja na siagi. Hakikisha siagi yako umeyayusha lakini haina moto. Utaweka yai na mwisho kabisa utamalizia maziwa. Utachanganya vyote hivyo kwa pamoja. Hakikisha mchanganyiko wako haupigi sana ukatoa povu. Lengo letu sio kupiga sana ukatoa povu au ukabadilika rangi kama mweupe. Lengo letu ni kila kitu kichanganyike vizuri na sukari iyayuke. Unaona? Baada ya hapo utachukua kijiko kimoja kutoka kwenye unga ambao tulichanganya vitu vyote kwa pamoja, kijiko kimoja cha chakula, kisha utaweka kwenye matunda yetu. Hakikisha matunda yako umeosha vizuri, umeyafuta maji vizuri, utachanganya unga vizuri kwenye matunda yako. Na kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kwa sababu hatutaki tutapokuja kuchanganya, tutakapokuja kuweka matunda kwenye mkate wetu, alafu tukaweka kwenye oven, waga na tabia ya kushuka chini. Kwa hiyo unga unasaidia matunda yasishuke chini kabisa kule kwenye ile tini yetu, na inafanya kwamba matunda yawe sehemu zote ndani ya mkate. Umeona? Baada ya hapo ukishachanganya unga vizuri, unakuja kuweka matunda yako kwenye mkate wako. Kisha ukipenda unaweza kuweka na chicha za limau, sio lazima, ila kama utapenda unaweza kuweka, ni tu kuongeza ile ladha zaidi. Haya, hivyo. Baada ya hapo utachanganya vizuri. Hakikisha uchanganye kwa nguvu. Lengo letu sio kuharibu matunda yetu, inakuwa rahisi sana kuharibika. Kwa hiyo utachanganya vizuri pole pole. Hakikisha mchanganyiko wako umechanganyika vizuri kabisa namna hiyo kama mimi ninavyofanya, usivuruge vuruge. Utachanganya taratibu hivyo, na mimi hapo tayari kama mnaona uzito wake ndo huo hapo. Unaona hivyo. Baada ya hapo utaandaa tini yako. Mimi nimetumia hiyo hapo ya mkate kwa sababu nafanya mkate. Baada ya hapo utafanya namna hiyo. Mwenyewe utafanya kama umezoea kufanya. Yaani utafanya kama wewe ulivyozoea kufanya, kama unapika keki, unapika nini, unafanya nini, utafanya hivyo. Ila mimi tini yangu nimeiandaa hivyo. Hivyo utaweka uji wako wa mkate huko kwenye tini namna hiyo. Kisha baada ya hapo utaweka tena matunda mengine kwa juu, na hii tu ni kwa sababu unataka mkate wako kishaiva uwe na muonekano vizuri. Kisha baadaye utanyunyuzia sukari kidogo, sio lazima, ni tu zaidi mkate uonekane vizuri ukishakuwa umeiva tayari. Haya, baada ya hapo utaweka kwenye oven, mkate wako utachoma. Umeona mkate wangu una shine hivi? Ni ile sukari ambayo tulionyunyuzia kwa juu. Na hayo matunda mnayoona sana juu ni yale ambayo tulionyunyuzia kwa juu. Kwa hiyo kama utapenda uonekane kama hivi, basi unaweza ukishatia uji ule kwenye tin, ukanyunyuzia sukari, ukaweka na matunda yako, basi mkate wako unakuwa na muonekano kama huo. Na mimi sasa hapo nautoa kwenye tini yangu hivyo. Watoto wananisimamia wanataka kuonja, kwa hiyo wangu mimi niliukata kabla haujapoa. Wewe utasubiri mpaka upoe kabla ya kukata. Umeona, ndio unakuwa unatoka vizuri, au unaweza hata ukalala ukaukata kesho. Umeona namna hiyo unakuwa mtamu sana. Sijui nisemeje. Acha tuone ndani sasa. Naona namna hiyo. Kwa haraka haraka unaweza kusema ni keki, lakini sio keki jamani. Hii sio keki, ni mkate. Ni mkate. Namna hiyo unaonekana vizuri. Umeona matunda yetu yale yapo sehemu yote kwenye mkate. Unaona yapo sehemu zote. Hayajashuka tu chini. Kila slice ina tunda kila sehemu. Unaona hivyo. Kwa hiyo huo ndio kwa upishi wetu wa leo. Kama kuna sehemu nimeongea kwa nguvu, nimechapia, msisite kuuliza. Asanteni sana na karibuni tena.